happy today. I'm so happy. Wow, I'm so happy today. Very happy. Unaiona hii trade hapa inao display kwenye monitor yangu. Hii ni trade ambayo imenifanya pass phase 1 kwenye account ya $100,000 kwenye Profim company inayoitwa GotFunded. I'm so happy, sio kwa sababu ya kupasi tu phase 1, but I'm happy because IB Funded Mission Challenge ambayo nilishare na wewe hapa tangu siku ya kwanza na leo ni siku ya 12 kwenye IB Funded Mission, nimeweza kudumu kwenye discipline yangu, nimeweza kufuata trading plan yangu day after day, na kama nilivyokuambia kwenye IB Funded Mission lengo kuu ni kutengeneza discipline, consistency na baadaye to become funded. Kwa kumbe I'm happy because nimeweza kufuata trading plan yangu since day 1 up to leo siku ya 12. Haina maana kwamba nilikuwa sometimes sikosei, of course siwezi kuwa malaika. Kuna wakati nilikuwa nakosea, kuna baadhi pia ya nyakati nilikuwa navunja trading plan yangu kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa kiasi kikubwa nimejitahidi. Yaani kama ni 100%, basi angalau 70 mpaka 80 nimeweza kufuata trading plan yangu since day 1 hadi leo siku ya 12, na sehemu ndogo nilizokuwa nateleza kama binadamu nilikuwa najifunza, nilikuwa nakuwa accountability, nilikuwa najifunza, najisahihisha, na sometimes nilikuwa najipunish mimi mwenyewe kwa kuvunja sheria zangu ili kesho yake nisikosee kosa lile tena. Kwa hiyo ndani ya siku 12 za mwanzo nimeweza kupass phase 1, account ya $100,000. Akaunti ya $100,000. Elewa neno $100,000 kwenye GotFunded, na safari bado inaendelea. Kumbuka, safari ni siku 90 kutrade kwa discipline, kufuata trading plan yangu, consistency ya vitu ninavyofanya kila siku sokoni, na hatimaye kupass na kufanya payout baadaye. Kwa hiyo endelea kuwa na mimi kila siku, kaa kwenye YouTube channel yangu, ni follow Instagram IB Forex, na kwenye social media zote kwa ajili ya kuweza kujifunza safari yangu hii mpaka siku 90. Ninaamini itakuwa imebadilisha maisha yako kwa asilimia kubwa sana. Sasa nisiongee sana, nataka na wewe nikushirikishe furaha yangu, nikuonyeshe safari yangu kwenye account jinsi nilivyoanza mpaka siku ya 12, namna ambavyo nimeweza kupass. Nitakuonyesha account kwa ujumla, trade nilizokuwa nimezichukua, na kila kitu utakiona, loss ambazo nilizipata utaziona, na profit ambazo nimezimake mpaka kufikisha 8% ambayo ndo profit target ya phase 1. Safari inaendelea, kuanzia kesho nitaendelea na phase 2, na naamini Mungu atanisaidia nitamaliza phase 2 na kuingia kwenye phase nyingine ambayo ni ya kufanya payout. Hakikisha una subscribe hii channel, kwa sababu bila kufanya hivyo utapitwa na madini mengi sana. Make sure una subscribe. Halafu kama una rafiki yako unampenda sana, mtumie hii linki, mwambie ajifunze uhalisia wa forex. Hapa kwangu nitakuonyesha kila kitu safari ya forex mpaka mtu anafanikiwa. Karibu tuungane pamoja, nikuonyeshe namna nilivyoweza kuitrade account tangu siku ya kwanza hadi leo siku ya 12. Kumbuka safari bado inaendelea mpaka siku ya 90. Hatujafika mwisho, ila always hakikisha unajipongeza kwenye mafanikio madogo unayopata njiani. Reward yourself. Hakuna mtu atakaye kureward kama hujajipongeza mwenyewe. Ndio maana leo mimi nimecheza. I am so happy. I hope uko happy na wewe pia. Karibu. Phase 1, account ya $100,000 kutoka kwenye kampuni inayoitwa GotFunded Trader. So hapa nitakuonyesha, kwanza kabisa nitakuonyesha kwenye overview. Kwenye overview hapa kimsingi tutaanzia hapa kwenye profit and loss. Of course
hii account mpaka naweza kupass phase 1 nimeweza kutengeneza 8% ya target, kwa maana account ya $100,000 8% ni $8,000, lakini mimi nimetengeneza $8,552. Maana yake nimeweza kupass phase 1 na ziada. Hii 552 ni ziada kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo account size hapa chini, ukiangalia eneo hili hapa chini linakuonyesha nilianza hii account na $100,000, halafu leo balance inasoma $1,852.94 kama unaweza kuona hapo. Nice. Kwa hiyo ni eneo la kwanza ambalo nilitaka tulione kwa pamoja. Lakini kitu kingine cha pili, tutaingia kwenye trading overview. Kwenye trading overview hapa ukiangalia ile eneo ambalo nalizungusha utaona kuna win rate. Kwa hiyo tangu nimeanza kutrade hii account nimekuwa na win rate nzuri ya 50%. Win rate ya 50% inapatikana endapo tu umeisoma strategy yako vizuri, umeifanyia mazoezi ya kutosha, kwa maana ya back test za kutosha, forward testing za kutosha. Kwa hiyo umeshapata ile edge, trading edge, kiasi ambacho unajiamini kwenye entry model yako, the way unavyo analyze market kutoka kwenye high time frame, lower time frame, mpaka unapoweza kuchukua trade yako kwa maana ya entry model yako au confirmation. Kwa hiyo ndio maana nimeweza kupata hii win rate ya 50%. Of course namshukuru Mungu, ni strategy ambayo nimeifanyia kazi kwa miezi mingi sana. Nimefanya mazoezi mengi sana kabla sijaanza kuingia live. Nice. Hichi ndio ambacho ningependa tukione kwenye hii trading overview, win rate ambayo ni 50%. Lakini kingine ambacho tutakiona ni trading history. Sasa kwenye trading history hapa tutaona zile trade nilizoweza kuzichukua kwa muda wote tangu nimeanza kutrade hii account. Tutaanza mwanzo kabisa. Trade yangu ya kwanza kabisa kuichukua ilikuwa ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026, about wiki mbili zilizopita. Hata wiki mbili of course hazijaisha. Tarehe 30 mwezi wa 6 mpaka leo tarehe 14 mwezi wa 7. Kwa account hii nilianza kuitrade na nilichukua trade yangu ya kwanza ambayo ilikuwa ni Euro USD na niliriski $500, alafu ilienda 1:5 nikapata $2,464. Of course itakiwa nipate 2,500. Hizi point kidogo ilikuwa ni mambo ya spread. Kwa hiyo ilikuwa trade yangu ya kwanza ilikuwa ni win. Trade yangu ya pili ilikuwa ni GBP JPY, nikapata ni risk $500 nikapata $968, ambayo kimsingi ilikuwa ni Ijumaa, kwa nili close hii trade mapema kwa sababu sikutaka kulaza hii trade mpaka TP. Baada ya hapo hizi sasa zikawa trade za siku zinazofuata. Ukiangalia trade iliyofuata ilikuwa ni loss, nilipata loss ya $552. Lakini pia trade iliyofuata nilipata win ya $2,596 kama kawaida 1:5. Trade iliyofuata nilipata loss ya $264. Lakini trade iliyofuata nilipata loss ya $526. Ukiangalia hizi loss na profits unakuja kugundua kwamba loss zangu zote zilikuwa ziko katika level moja. Nyingi zilikuwa hazizidi $500, around hapo ilikuwa haizidi hapo. Maana yake nilikuwa nina consistency ya risk zangu. Lakini ukiangalia profit most of time ilikuwa zinaenda 2,500 mpaka 3,000, 2,500 mpaka 3,000. Tafsiri yake ni kwamba risk to reward ratio ilikuwa inanibeba pale ambapo napata loss. Kwa final trade ya mwisho kabisa ambayo nimeichukua leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa ni siku ya 12 tu ya IB funded mission, ilikuwa ni hii Euro USD ambayo nimeweza kutrade na niliriski $500 na nimeenda 1:5 point something, nimetengeneza $2,735. Hii hapa kama unaweza kuiona. Kwa hii ndo overview ya nini ya trading history kwenye hii account ambayo nimepass leo phase 1. Of course safari inaendelea, na kumbuka mind you kwamba target yangu namba 1 ni kutrade according to my trading plan, ku maintain discipline. Haya mambo ya kupass na kufanya payout, hayo ni matokeo ya kufuata mchakato wangu kila siku consistently. Nice. Kwa hapa nadhani kuna kitu utakuwa umekipata. Sasa tunatoka ile eneo, nataka nikuonyeshe hiyo trade ya mwisho ya leo ambayo nimechukua, ambayo imekuja kunipa profit ya dola. Hii profit ambayo moja kwa moja nimeweza kupass phase 1. Okay. Trade ambayo nilichukua ilikuwa ni hii hapa, as you can see.
hii ndo entry model yangu hapo. Most of time nilikuwa nikielezea kwenye page zangu za social media hata hapa YouTube, Instagram. Hii ilikuwa ni IB MSS GA ambao waga nimeweka very clear. Cha kwanza natakiwa nipate liquidity sweep ambao unaweza kuiona hii liquidity sweep ilikuwa hapa. Hii ni kwenye lower time frame moja kwa moja. High time frame siwezi kuelezea kwa sababu ya muda. Ukiangalia video zangu zingine utakuja kuona namna ambavyo ninachukua trade zangu kwenye high time frame. And then baada ya liquidity sweep nahitaji nipate huge displacement au movement ambayo very strong kuelekea juu ili niweze kuconfirm buyers. Kwa baada ya kupata hii huge displacement baada ya pin bar hii, and then nikajiridhisha kabisa kwamba now my entry model is very clear. Lakini hakikisha kwamba hii entry model iwe imetokea kwenye some kind of point of interest, yani sio imetokea hewani. Sasa ngoja nikuonyeshe huku nyuma tulikuwa tuna, ngoja nifute hichi kitu hapa. Tulikuwa tuna kind of FVG eneo hili. No, ilikuwa ni demand zone eneo hili ambao hii entry model yangu iliweza kufanyaje? Kulai. Kwa make sure kwamba entry model yako haitokei hewani. Huko kwenye lower time frame lazima nipate point of interest ambayo hiyo entry model imeweza kufanyaje? Imeweza kutokea. So baada ya entry model kutokea niliweza kuweka buy limit yangu hapa kwenye FVG na moja kwa moja market ilikuja kunichukua na kwenda. Sasa kuna kitu kimoja muhimu sana nataka nikufundishe. Angalia hapa, nilienda 1:4.5 something. Market imefika hapa. Imebakisha pips chache kabisa kuhiti TP yangu. Unajua kilichotokea? Market ilirudi chini kwa speed mpaka almost karibu na nilipoingilia. Sasa hapa ndo swala la psychology linapoingia. Mimi nilichokifanya niliweka buy limit, nikaweka stop loss na TP, nikaacha trade. Sikutaka kuhangaika. Nimekuja kurudi baadaye, hizi movement zingine kwenye market zilikuwa hazinihusu. Mimi ninachojua ni stop loss au TP. Kwa vingine vilikuwa ni matokeo. Kwa market imerudi hadi huku chini na baadaye ilienda kupanda na kuhiti TP. Na beginners wengi hapa ndo wanapofeli. Kwa nini? Anakuwa muda wote anachungulia market. Kwa hiyo kama alikuwa ameshapata profit ya $2000 alafu market imerudi imefikisha mpaka profit ya $200, lazima achanganyikiwe. Anaweza akaclose hiyo trade hapo hapo kwa sababu anahisi kwamba trade itaenda kufanyaje? Kuhiti stop loss. Anapo close tu ndo market inapogeuka na kwenda nini? TP. So lazima uhakikishe kwamba una master eneo la psychology kwenye trade. Bila kumaster psychology hata uwe na strategy nzuri kiasi gani, my friend, hauwezi kutoboa. Ni lazima strategy yako iungane na psychology iliyo nzuri ndio upate matokeo. Ndio maana nasemaga trading ni mfumo uliokamilika. Tunaanza kwenye strategy, tunakuja discipline, psychology, afu ndo unakuja masuala ya mtaji na vitu vingine. Ukija kujumlisha hivyo vitu vyote ndio unapata mafanikio au tunasema profitability kwenye market. So guys, I'm so happy kama nilivyoanza kwenye hii video. Kwa nini? Kwa sababu nimekuwa na safari nzuri tangu nimeanza IB funded mission siku ya kwanza, na niliwaambia nitashare kila kitu kwenye safari yangu hii. Makosa na mazuri yote ambayo nayafanya nitakuwa na share. Kwa nini? Lengo langu ni kukuonyesha uhalisia wa namna ambavyo forex ipo. Na ukiona mtu anapata mafanikio kwenye forex, wewe unajua mafanikio yanapatikanaje. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe hatua kwa hatua namna ambavyo nina pass hizi account, na hata nitakapofanya payout nitakuonyesha. Na hata nilisema hata ikitokea nimechoma account nitakuonyesha ili nikuonyeshe uhalisia wa nini wa hii biashara. Lakini mind you, sipo katika level hiyo ya kuchoma. Labda itokee bahati mbaya. So asanteni sana, endelea kustay kwenye hii channel, usiache kusubscribe na watumie marafiki zako pia unaowapenda wapate hii elimu kwa bure kabisa, ili na wenyewe waweze kujifunza huu mfumo ambao unatengeneza pesa ukiwa kwenye nini? Kwenye kiti. Asanteni sana.